Ninakusalimu katika jina zuri la Bwana Yesu Kristo. Ndugu yako hapa, Pastor James Kalekwa, mchungaji mkazi wa kanisa la New Vine hapa. Muda wetu kwenye kitabu cha Habakuki, tutakuwa tukifanya exposition ya kitabu cha Habakuki ili kuweza kumwelewa Mungu katikati ya nyakati ngumu na za changamoto ambazo wengine huwapelekea kudhani Mungu yuko kimya, amenyamaza, hajali, hawawazii, na tunataka kujua Mungu anawaza nini katikati ya changamoto. Acha tuombe. Baba, katika jina zuri la uweza la Yesu Kristo, ninakutukuza kwa sababu ya wema na uaminifu wako. Saa hii tunaielekeza mioyo yetu kwenye neno lako ambalo li hai, lina nguvu zaidi ya upanga wote ukatao kuwili. Linaweza kugawanya nafsi na mafuta na nyama na kila kilichomo ndani yake. Tena lijepesi kuyatambua mawazo. Ninaomba hilo neno lijifunue kwetu, tuweze kuyaelewa yaliyo mapenzi yako. Tusaidie kujua maana ya kile tunachokiona ni ukimya wako, maana ya kile tunachokidhani kuchelewa kwako, maana ya kile ambacho tunaona kama haujali. Tupe kulielewa neno lako katika jina la Yesu. Amen. Amen. So ni kukaribishe sana, karibuni wote ambao tuko mahali hapa na wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya mtandao. Tutaenda kuangalia kitabu cha Habakuki kwa faida tu ya wote tulioko hapa na wale ambao wanatufuatilia. Kitabu cha Habakuki kimegawanyika kwenye sehemu kubwa tatu. Kitabu cha Habakuki kimegawanyika kwenye sura tatu. Kwa kuna sura ya kwanza, sura ya pili na sura ya tatu. Ni rahisi namna hiyo. Na ninataka kuweka misingi kadhaa ili kusaidia tunapoenda kwanza kukisafiri hiki kitabu na kwanza kuyaelewa mambo kadhaa kwenye hiki kitabu. Tuwe tunakisafiri kitabu tunachokijua. Maneno tutakapoanza kuyaona tuwe tunayaelewa yanatokea wapi au yamejengewa kwenye msingi gani. Labda nianze moja kwa moja. Kitabu kimeandikwa na mwandishi anaitwa Habakuki. Kwa hiyo mwandishi wa kitabu anaitwa Habakuki. Na maana ya neno Habakuki ni kukumbatia au kumbatia. Ndio maana ya neno Habakuki. Na Habakuki ni mmoja ya waimbaji. Ndio tunamuona hapa ni nabii, lakini ni mmoja wa waimbaji katika hekalu. Kwenye hekalu, kwenye imani ya Kiyahudi, alikuwa ni mmoja ya waimbaji au wazaburi. Kwa hiyo ni mmoja wa zaburi, na hiyo ni taarifa muhimu sana kwa sababu kule mbele nitakuja kuonyesha namna ya uzaburi ambayo Habakuki anaitumia. Kwa mfano kwenye sura ya 3 unaona anaimba wimbo ambao ni kama ni maombi, lakini maombi yamekaa kama ushairi wa zaburi. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo utaona uzaburi wake unatokeza. Na Habakuki yuko kwenye kundi ambalo linatambulikana kithiolojia kama manabii wadogo. Labda niseme kidogo hapo. Manabii wadogo haimaanishi ni wadogo kwa umbo au wadogo kwa umri au wadogo kwa maana ya labda kaunabii chao ni kadogo. Bali ni kazi au unabii walioutoa ikilinganishwa na manabii wengine. So kwa haraka nikikupeleka kundi la kwanza, kuna manabii wanaitwa manabii wa kunena. Alafu kuna manabii wa kuandika. Kwenye manabii wa kunena ndio kuna manabii kama Elia, kuna kina Elisha, kuna manabii kama Ahia. Wengine naweza nikataja hapa kama Ahia, na sidhani kama unamfahamu sana. Lakini manabii ambao walitoa unabii hawajawahi kuandika kitabu chochote ambacho kinaitwa kwa majina yao. Ndio maana kwenye Biblia hakuna kitabu cha Elia, hakuna kitabu cha Elisha, hakuna kitabu cha Ahia na manabii wengineo. Hao wanaitwa manabii wa kunena. Bwana Yesu asifiwe.
Halafu mkono mwingine kuna kundi linaitwa manabii wa kuandika, ambao hawa sio tu walitoa unabii, lakini waliandika unabii, na saa ingine utaona vitabu vimeitwa kwa majina yao kama Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki, kina Isaya. Wote hao ni manabii wa kuandika. Sasa kwenye hili kundi la manabii wa kuandika kuna makundi mawili tena. Kwenye kundi la manabii wa kuandika kuna manabii wakubwa na manabii wadogo. Manabii wakubwa ni manabii ambao unaona ukienda kuangalia vitabu vyao vina coverage kubwa ya sura nyingi, lakini muda waliotumika au muda walioutumia kutoa unabii ni mwingi, miaka mingi wakifanya kazi hiyo ya unabii. Lakini unaona maeneo ya kijiografia ambao walitoa unabii, unaona ni maeneo mengi au uwanda mkubwa wa kijiografia walitoa unabii. Sasa hapa tuna nabii Habakuki ambaye nimekuambia ni mzaburi kwenye hekalu. Yeye yuko kwenye kundi la manabii wadogo. Alafu acha nisogee mbele, ninaweka tu setup hii kukusaidia. Si inafaa? Inasaidia. Ninataka nikuonyeshe eneo alilotoa unabii ili tuone haya tunayoyazungumza. Kwanza yanazungumza na wale watu ambao wanawahudumia. Kwa eneo alilotoa unabii ni nchi, kuna kinchi kinaitwa Yuda. Kwa faida ya ambao wanaweza wasio wanafahamu sana, najua nyie hapa hii kitu nimeshakizungumza sana. Taifa la Israel baada ya kuwa limekataa maongozi ya kiungu, limekataa mtindo Mungu aliyokuwa anaongoza unaitwa theokrasia, ambao Mungu aliongoza akiwa na Musa, baadaye na Yoshua, alafu baadaye wakaja waamuzi. So baada ya waamuzi, wana wa Israeli wanasema hapana, hatutaki tena utawala wa Mungu, tunataka wafalme kama mataifa mengine. Kwa Mungu anawaruhusu wapate wafalme, na tunaona baada ya hapo anaanza mfalme anaitwa Sauli, anakuja kumpokea mfalme Daudi, na baada ya hapo kuna mfalme Suleiman. Sasa hawa wafalme watatu wanatawala taifa la Israel likiwa kwenye muundo wa taifa la Israeli pamoja au United Kingdom, ufalme uliounganika. Alafu wakati Suleiman anaendelea, kuna nabii anatokeza ambaye nilimtaja maksudi, nabii wa kunena, anaitwa nabii Ahia. Ukisoma kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mstari wa 29 mpaka mstari wa 33, anatokeza huyu nabii, na manabii ni dramatic. Anakuja na vazi, alafu na chanwa, kuna vipande na ni vazi ya uchungu, something like that. Halafu inawekwa hapo, anasema chagua vipande. So anakuja kutoa unabii ya kwamba taifa la Israel litapasuka kwenye vipande viwili. Sio sawasawa kitheolojia kusema litapasuka katikati, itapasuka kwenye vipande viwili. Kipande cha kwanza kitakuwa upande wa kaskazini, ambapo kitakuwa na kabila 10, kwa sababu taifa la Israeli ni jumla ya makabila 12. Upande wa kaskazini, Israeli kaskazini, ni jumla ya makabila 10. Alafu upande wa kusini ni jumla ya makabila 2. Sasa naweza nisiorodheshe 10, acha niorodheshe 2, alafu utatoa yaliyobaki ni upande wa kaskazini. Amen. Sio ni hekima rahisi kabisa. So upande wa kusini ilikuwa ni kabila la Yuda, na wengine wanasema ni sehemu ya kabila la Yuda na kabila la Benjamin. Huo ni upande wa Israeli kusini. Sasa upande wa Israeli kusini, kumbuka nimesema baada ya mfalme Suleiman. Upande wa Israeli kusini alitawala ambao sasa wanaitwa Yuda, na makao yake makuu yalikuwa yanaitwa Yerusalemu. Mtoto wake Suleimani anaitwa Rehoboam, ndio alianza kwanza kutawala Israeli yote, afu ikampasukia, basi akafukuzwa akabakiziwa yale makabila 2. Halafu kuna askari ambaye alikuwa kwenye jeshi la Suleiman, baadaye alikimbizwa kama mhaini, kwamba alitaka kumpindua Suleiman, kwa akakimbilia nafikiri ni Misri. Baada ya Israeli kugawanyika,
wanakusanyika, wanasema mleteni yule jamaa. Analetwa na anatawala Israeli kaskazini, ambapo mji wake mkuu ulikuwa sehemu inaitwa Samaria. Kwa hiyo saa nyingine kwenye Biblia unaweza ukasoma interchangeably, ukasikia Mungu anasema na watu walioko Samaria, ujue anasema na Israeli kaskazini. Ukisikia anasema enyi Yuda sikieni neno la Bwana, ujue anazungumza na Israeli kusini. Au saa nyingine utasikia Bwana akasema na Samaria na Yerusalemu, ujue anazungumzia kaskazini na kusini. Kwa hiyo kusini akawepo Rehoboam, kaskazini akawepo Yeroboam. Sasa kwa nini nimesema maelezo yote? Nabii Habakuki anatoa unabii kwenye eneo moja la kijiografia, anatoa unabii na taifa la Yuda peke yake. Wakati huo Samaria au Israeli kaskazini waishachukuliwa mateka, kwa hiyo hawapo. Kwa ananena na Yerusalemu peke yake au Yuda peke yake au Israeli kusini peke yake. Na labda ungependa kufahamu taarifa nyingine hapa katikati. Baada ya Rehoboam kuna wafalme 15 wa Yuda au Israeli kusini wanapita, alafu wanapita kila mmoja na vituko vyake. Alafu kuna mfalme mmoja anatokea, mfalme pendwa sana, anaitwa mfalme Yosia. Huyu ni mfalme ambaye alitawala akiwa kwenye umri mdogo sana, na alikuwa ni mfalme ambaye amejaa hofu ya Mungu, anampenda Mungu, na ni mfalme ambaye alileta uamsho katikati ya taifa la Israeli. Nikisema taifa la Israeli namaanisha Israeli kusini, namaanisha Yerusalemu, namaanisha Yuda. Naamini sasa unaanza kupata hayo maneno na unaanza kuwa mtheolojia. Kwa hiyo huyu Yosia anakuja kuleta uamsho mkubwa sana, na baada ya Yosia kuna wafalme wengine wanakuja kutokeza. Lakini baada ya Yosia, Yuda inaanza kushuka chini, kwa sababu alivyokuja akarudisha ibada ya Mungu Jehova, akarudisha heshima ya Mungu, akafanya matengenezo. Sio tu watu waliinuka kumwabudu Mungu na hofu ya Mungu iliingia, lakini unaona maisha yaliinuka. Kwa hiyo moja ya kitu utaona uamsho huo unafanya, hauathiri tu mambo ya kiroho, unaenda unaathiri mambo ya kiuchumi, mambo ya ndoa na maeneo yote. Lakini baada ya Yosia, baada ya kuwa ameuawa, unaona taifa la Yuda linaanza kushuka chini. Baada yake alikuja mfalme anaitwa Yehoazi, baadaye anakuja Yehoyakin, alafu mfalme wa mwisho kabisa Yuda, alafu baadaye anakuja kutekwa ni mfalme Sedekia. Alafu baadaye Yuda inakuja kutekwa, inapelekwa utumwani kama alivyotabiri nabii Yeremia, ya kwamba watakaa utumwani miaka 70. Alafu unaona Danieli anakuja kuvisoma vitabu ya Mungu kuutimiza ule ukiwa. Sasa nabii Habakuki anakuja kutoa unabii wakati taifa la Israel, kwa maana Israel kusini, linashuka namna hii. Kuna mambo yanatokea. Sasa kwenye sura ya kwanza nilikuwa najaribu kulay foundation, nilikuwa naweka tu msingi. Na labda niseme hivi kabla hatujaanza kusoma. Kitabu cha Habakuki kimeandikwa kwa mtindo wa ajabu kidogo. Mtindo wenyewe ni kwamba manabii wengine wote walikuwa wanaenda kwa Mungu, wanachukua maneno kwa Mungu, wanaenda kuwaambia watu, na hicho ndio kinaitwa unabii. Sawa sawa, wanaenda kwa Mungu, wanachukua maneno, wanawapelekea watu. Lakini Habakuki alikuwa tofauti. Alikuwa anaangalia mazingira, mambo yalivyo, anaangalia mambo yanayoendelea kwenye nchi yake, anayachukua, anampelekea Mungu. Kwa hiyo ni nabii wa tofauti kidogo. Wakati manabii wengine wanachukua ujumbe kutoka kwa Mungu kwenda kwa wanadamu, Habakuki anachukua ujumbe kutoka kwa wanadamu, anapeleka kwa Mungu, na ana inquire inamaanisha nini, na bado Biblia imemweka kwenye kategori ya manabii. Na vile vile utagundua kule ndani kuna malalamiko na maombolezo. Kwenye zama zetu hizi saa nyingine tukisoma tunaweza tukamhukumu, lakini kithiolojia ni sawa. Ukienda kwenye kitabu kinaitwa Yeremia, kitabu kinachofuata kinaitwa Maombolezo ya Yeremia au Malalamiko ya Yeremia. Kithiolojia ni sawa. Kuna mambo yanakuhangaisha, kwenda kuyarambo, kupigana mieleka na Mungu ya kwamba sikuelewi, sielewi utendaji wako. Mungu anaona ni sawa sawa kabisa. Lakini vile vile ukiangalia kitabu cha Zaburi kimejaa vile vile maombolezo au malalamiko ya namna hiyo.
Kwa hiyo Habakuki anatumia mtindo wa maombolezo na malalamiko kama ambavyo tutaenda kuona, na ni ushairi wa majibizano. Utaona Habakuki anaongea, Mungu anaongea. Habakuki anaongea, Mungu anajibu. Habakuki anajibu, Mungu anaongea. Na ndivyo itakavyokuwa kwenye sura zote tatu za kitabu cha Habakuki. Paka hapo najua umeanza kuwa mtheolojia, mtaalamu wa theolojia. Tuangalie sura ya kwanza, mstari wa kwanza kitabu cha Habakuki. Neno la Mungu linasema ufunuo aliyouona nabii Habakuki. Ndio mstari wa kwanza, au ili neno ufunuo saa nyingine inatumika neno mzigo aliyouona, au ufunuo aliyouona nabii Habakuki. Mstari wa pili, Bwana nilie hata lini? Au tafsiri zingine nasema nilie mpaka lini, wewe usitake kusikia? Unaanza kuona haya malalamiko, anaenda mbele za Mungu. Kwa huu ujumbe tu hapa, nilie hata lini, inaonyesha ya kwamba amekuwa akilia, inaonyesha ya kwamba amekuwa akifanya hivyo kwa uendelevu. Sasa anachotaka Habakuki hapa ni deadline, ya kwamba nikilia mpaka Januari ngapi, nikilia mpaka Februari ngapi ndio utasikia. Kwa sababu sasa kulia bila deadline nafikiri inachosha. Kwa anaenda analia, anauliza ya kwamba nilie hata lini, alafu anasema wewe usitake kusikia. Kwa hiyo Habakuki anaenda moja kwa moja, anamrukia Mungu usoni, anamwambia hausikii. Kwa sababu kama kulia nimeshajaza machozi, kama kulalamika nimeshalalamika. Halafu anaenda anamwambia content, kitu anachokilalamikia, mambo ambayo anaenda mbele za Mungu, anasema na kulilia moja kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa, au lakini hutaki kuokoa. Kama neno udhalimu linakushinda, ni dhulma. Alafu anasema mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Anamwambia hivyo Mungu. Anamwambia Mungu, wewe ndio unanionyesha haya mambo. Yeye ana tafsiri ya kwamba ile ya kwamba anaishi kwenye jamii ambayo imejaa udhalimu na ukaidi, na ile ya kwamba anaona udhalimu na ukaidi, ana tafsiri ya kwamba sie mimi nayeona, ni Mungu anaonyesha. Mimi sina huo uwezo wa kukaa nikaangalia udhalimu. Sasa angalia, anasema Bwana nilie hadi lini, wewe usitake kusikia? Na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunifanya nione mabaya? Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anamwaccuse Mungu ya kwamba wewe ndio unanionyesha vitu gani? Wewe ndio unanionyesha ubaya. Wewe ndiye ambaye unanitazamisha mambo haya mabaya. Acha niangalie tafsiri ya SUV kwa faida ya wengi. Anasema mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Kwa hiyo unaona kuna udhalimu, sawa, ndio kitu cha kwanza ambacho analilia, au dhulma. Alafu jambo la pili anasema kuna uovu. Jambo la tatu anasema kuna ukaidi. Alafu anaendelea mbele, anasema maana uharibifu na udhalimu mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa anachojaribu kuonyesha kwenye jamii aliyokuwa anakaa, kuna decline ya hofu ya Mungu, kuna kuanguka kwa hofu ya Mungu, kuna kuanguka kwa hali ya uchaji. Kwa hiyo badala yake, ile hofu baada ya kuondoka, badala yake watu wameanza kuwa wadhalimu, wanadhulumu watu, na nitakuonyesha hapo mbele. Anasema kuna ugomvi na mashindano yatokea, kwa sababu hiyo sheria imelegea. Sasa hapa anapozungumzia sheria, anarejelea vitabu vya Tora, kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Hiyo ndio sheria. Sasa huko ndani ukisoma hivi vitabu, kulikuwa kuna sheria za ibada na kulikuwa kuna sheria za maisha kabisa, namna gani uongozi ufanyike, namna gani watu watawaliwe, namna gani serikali iendeshwe. Kulikuwa kuna mamlaka za kisheria, kama ambavyo tungesema kuna mahakama, kama ambavyo tungesema kuna majaji au kuna mahakimu,
kuna wanasheria, kuna viongozi wa namna mbalimbali. Sasa anasema kwa sababu hofu ya Mungu imeshuka, anasema kuna hali ya mashindano na vitu vya namna hiyo. Anasema sheria imelegea, sheria haina meno. Mwewe kusikia kuna msemo watu wanasema sheria ni msumeno, unakata kote kote. Lakini this time sheria sio msumeno, ni pambo. Anasema sheria imelegea. Tunatarajia ya kwamba watu wakienda kwenye vyombo vya sheria watapata haki. Lakini anasema kwa jinsi ninavyoiona jamii ya Yuda, ninavyotazama Israeli kusini, ninaona sheria imelegea. Kwa hiyo watu hawawezi kwenda kwenye mahakama, watu hawawezi kwenda kwa jaji kwenda kupata sheria kwa sababu watadhulumiwa. Kwa hiyo majaji na mahakimu na viongozi kwenye vyombo vya sheria walikuwa ni corrupt, wamejaa rushwa, wanapokea rushwa. Kwa hiyo Habakuki anaenda mbele za Mungu, anauliza nilie hata lini? Afu Mungu hutaki kusikia, kwa sababu najua wewe ndio umeweka sheria watu waongozwe kwa njia ya sheria, lakini mbona hutaki kusikia? Analia, anamwambia Mungu namna hiyo. Alafu anasema sheria imelegea wala hukumu haipatikani. Yaani hakuna tena hukumu, hakuna hitimisho la kesi. Yaani watu wanapeleka kesi zao, zinasikilizwa, wanapigwa tarehe, wanasikilizwa, wanaambiwa well tutaonana wiki ijayo, wanasikilizwa tena wanaambiwa tutaonana mwezi ujao, wanasikilizwa wanaambiwa tena tutaonana miezi miwili ijao. Kesi inaahirishwa, hukumu haipatikani. Alafu anasema hivi, kwa maana hii, kwa maana inatokea kwenye mtiririko haya mawazo. Watu wabaya huwazunguka wenye haki. Ili ni wazo la sheria imelegea. Anasema kwa maana, anasema kwa nini sheria imelegea na hukumu haipatikani? Anatafsiri, anatupa tafsiri ya kwamba sheria imelegea na hukumu haipatikani. Anachokiona, anasema watu wabaya, yani watu waliokosea, yani watu wahalifu, wanawazunguka watu wa namna gani? Wenye haki. Watu ambao kisheria hawakupaswa kuonewa ndio wanaonewa. Alafu watu ambao kisheria walipaswa kuwa wamefungwa, walipaswa kuwa wamenyongwa kwa mujibu wa sheria, wangepaswa kuwa wameadhibiwa, hao sasa ndio watengeneza sheria, hao sasa ndio wanaosimamia maamuzi ya vyombo vya sheria. Ni Habakuki anasema kwa sababu hiyo, kwa maana watu wabaya wanawazunguka wenye haki. Kwa hiyo iko kinyume kabisa. Sheria inawapa haki watu wasio haki na inawahukumu makosa watu wenye haki. Anasema kwa sababu hiyo ambayo tumetoka kuiangalia, hukumu ikipatikana imepotoka. Kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana, whatever hukumu yoyote itakayotoka imepotoka. Kwa hiyo anamaanisha huwezi kuviamini vyombo vya sheria tena kwenye mazingira haya. Na angalia kulikotokea ni kupotea kwa hofu ya Mungu katikati ya taifa la Israel ya kusini, au katikati ya Yuda, au katikati ya Yerusalemu. Hicho ndicho ambacho kinaendelea. Kwa hiyo anachokisema Habakuki, anasema haya ndio mambo ambayo ninayaona nje hapo. Nisikize vizuri, haya sio maono ya kwamba Habakuki amelala. Haya sio maono ambayo Habakuki anachukuliwa kwenye ulimwengu wa roho na kuambiwa. Nisikilize, haya ni mambo ambayo ni kweli Biblia inayaita ufunuo aliyoona nabii Habakuki, lakini sio ufunuo kama ambavyo wapendwa wengi wangeutarajia, kwamba ni ufunuo labda amechukuliwa kwenye anga, kwenye mbingu ya tatu. Huu ni ufunuo ambao akifungua gazeti anasoma, akifungua TV anaona. Huu ni ufunuo ambao akienda nje pale anaona. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo, nikianza sasa kuweka application, kuna vitu ambavyo ukienda nje viko wazi. Uhitaji maombi ya siku 9 kuviona. These are plain. Ni ABC, ni vitu vya msingi kabisa ya kwamba watu waovu wanawazunguka wenye haki. Uhitaji maombi ya siku 3 kuona ya kwamba hapa hawa ni waovu wanawazunguka wenye haki. Na uhitaji maombi ya siku 20 ufunge ugundue ya kwamba kwenye mazingira ya namna hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Haya ni mambo ambayo anayaona wazi. Na huyu ni nabii ambaye ana akili.
Anavyoyaona namna hiyo, anasema no, huyu siye mimi ninayeona, ni Mungu ananitazamisha hivi vitu. Bwana Yesu na atukuzwe. Kwa unaona, anaanza kurambo na Mungu. Sasa nilie mpaka lini? Si ungekuja Mungu wa haki, si ungekuja kuingilia kati? Kwa hiyo mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4 nimeita ni lalamiko la nabii Habakuki, au lalamiko la kwanza la nabii Habakuki. Sasa nilikwambia ni eneo ambalo Habakuki anajibizana na Mungu. Kwa hiyo twende tuangalie mstari wa 5 mpaka mstari wa 11, ambapo tunaona jibu la kwanza la Mungu, na anajibu lalamiko la kwanza la nabii Habakuki. Hiyo ina make sense? Yeah. Hilo lalamiko, na unaona jibu, na Mungu anajibu very specifically lalamiko la nabii Habakuki. Mungu anamjibu namna hii: angalieni enyi mlio kati ya mataifa, katazameni, kastaajabuni. Na anasema kastaajabuni sana, kwa maana mimi Mungu sasa natenda tendo siku zenu ambalo hamtaliamini hata mkiambiwa. Kuna kitu Mungu anakuja kufanya hapa, anasema wote. Sasa kumbuka, Habakuki ni nabii, na labda tungesema walio kwenye jamii ya imani wakisikia hivyo ndio Mungu amefanya, amna, huyo sio Mungu. Yaani kuna jambo ambalo Mungu anafanya, ni Mungu anafanya, ila yeye mwenyewe anasema hamtaliamini hata mkiambiwa. Uko tayari kuona kitu gani Mungu anafanya ambacho hutaamini? Anasema hivi, mstari wa 6, kwa maana angalieni nawaondokesha Wakaldayo, au nawainua Wakaldayo, taifa lile kali. Anaanza kutoa profile ya Wakaldayo: lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia, ili wayamiliki makao yasiyo yao. Kuna hili taifa wanaitwa Wakaldayo. Sasa nikusaidie tu, Wakaldayo ni tuseme kama kabila la watu, nafikiri nitakuwa salama zaidi nikisema kama kabila la watu ambao walikuwa upande wa kusini wa Babeli. Sasa hawa Wakaldayo wakaanza kuinuka, ni kama kabila, wakaanza kufanya vita, wanafanya vita, wakatengeneza kajeshi fulani hivi, wanafanya vita kwa kadiri ambavyo wakaendelea, wakaanza kugain nguvu, wakaanza kupata nguvu. Walivyopata nguvu, wao ndio wakainuka na kuwa sehemu kubwa inayojaza jeshi la ufalme unaitwa Babeli. Kwa hiyo tukisema Wakaldayo ni equivalent ya Babeli. Sawa na saa ingine kwenye Biblia ukisikia tunasema Waashuru. Waashuru ni ufalme wa Ashuru, Assyrians, ambao mji wao mkuu ulikuwa ni Ninawi. Kwa hiyo ukisikia wa Ninawi, ambao kwenye kitabu cha Nahumu anatabiri ya kwamba ule mgandamizo walikuwa wameufanya juu ya taifa la Israel, wa Ninawi wanaondoka, alafu Habakuki anasema Wakaldayo au Wababeli wanakuja. Na hivi vitabu vinafuatana, Mika, Nahum, Habakuki. Kwa hiyo Waashuru wanaondoka, wa Ninawi wanaondoka, Wababeli, Wakaldayo wanakuja. Sasa Mungu anasema atainua, Mungu mwenyewe anawaondokeshea Wakaldayo. Anaelezea ni taifa kichomi kidogo, kali, fierce, merciless. Ni taifa lisilo na huruma. Ni taifa ambalo halina, nitakopa msamiati mswalia mtume, halina huruma. Najua mmecheka. Halina huruma. Ni taifa ambalo likikutana na wewe linakuchinja. Sasa kuna maelezo kwa nyie ambao ni Gen Z, nenda ka Google Wakaldayo, namna walivyo, methodology zao za kupigana vita. Wengine wanaeleza ya kwamba ngao yao, ile ngao walikuwa wanapaka damu ya mwanadamu, wanapaka pale damu, na ni damu ya adui actually, wanaipaka kwenye ngao. Kwa ngao zao ni nyekundu. Sasa angalia, ukiwa unapigana nao, imagine vita zao sio za bunduki, kumbuka. Imagine unaona ngao nyingi zinakuja hivi, kama kitu chekundu kinakushambulia. Sawa.
Alafu walivyokuwa ni makatili sana, walikuwa wakienda wakipiga mtu, walikuwa wanaweza wakachuna ngozi ya mtu, na saa nyingine wakatengeneza kama viti, mapambo kwa kutumia ngozi ya mwanadamu. Hilo ndio taifa kali. Hilo neno kali usifikirie kama vile ambavyo mtu anasema huyu ni binti mkali kwa maana ni mzuri. Wakaldayo wanachuna ngozi. Sasa Mungu ndio anawainua Wakaldayo. Nani anawainua? Nani anawainua Wakaldayo? Mungu anawainua Wakaldayo. Si umeshaanza kuona ya kwamba hamtaamini? Si hata nyie mmeanza kusema Mungu anafanyeje sasa hivi? Yeah. Sasa Mungu anainua Wakaldayo, taifa lile kali. Alafu anasema lenye haraka kupita kiasi. They are very swift. Napokuja kwenye vita ni wanakata wanaenda, wanakata wanaenda. Na anasema wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao. Kwa kawaida Wakaldayo walikuwa wanatanua ufalme wao, ufalme wa Babeli, kwa kupiga falme zingine na kuziangusha. Wanapiga falme zingine, wanaziangusha, wanamiliki. Wanapiga, wanaangusha, wanamiliki. Mstari wa 7 Biblia inasema hivi, hao ni watu wa kutisha sana. Kwa hiyo maelezo niliyotoa ni watu wapole hao. Ni watu wa kutisha sana, wa kuogofya sana. Hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao wenyewe. Hawa hawahukumu kwa sheria ya Mungu. Hawa hawaangalii kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Hawa hukumu yao inatokea kwenye nafsi zao wenyewe. Sasa nisikilize, hukumu inayotokea kwenye nafsi sio objective, ni subjective. Kwa hiyo sasa hivi naweza nikaamua nikukate mkono kwa kosa hili. Kesho kwa kosa hilo hilo naweza nikaamua nikupe asali. Kutokea kwenye nafsi. Yaani wanaamua wanavyojisikia saa hiyo. Mungu anasema hivyo, hao ndio wako namna hiyo. Anasema farasi zao ni wepesi kuliko chui, ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni. Hao ni farasi, sio Wakaldayo, hao ni farasi. Na wapanda farasi wao hujitapa, naam, wapanda farasi wao watoka mbali sana, huruka kama tai, wafanye haraka. Waja wote ili kufanya udhalimu, nyuso zao zimeelekezwa kwa bidii yao. Kama upepo wa mashariki, nao hukusanya mateka kama mchanga. Unaona Wakaldayo, hiyo ni profile yao. Mungu anasema atawainua. Sasa tumalizie mistari miwili, mstari wa 10 na wa 11. Naam, huwadhihaki wafalme. Hawa ukijifanya ni mfalme, wanainuka wanakucheka, wanakudhihaki, they mock you, kwa sababu saa yoyote ile wanaweza wakakunock down. Kwa hiyo hawa wapanda farasi wao Wakaldayo wanawadhihaki wafalme. Wafalme ni kitu gani? Sasa kumbuka hapa kulikuwa kuna mfalme Sedekia. Mfalme Sedekia ni kitu gani? Wanaweza kudhihaki mfalme yeyote nasi wafanye kitu. Na wakuu ni kitu cha kudharauliwa kwake. Huidharau kila ngome, kwa maana hufanya chungu ya mavumbi na kuitwaa. So ni watu ambao wamejaa dharau, wamejaa dhulma, ni wauaji. Anasema kisha atapita kwa kasi kama upepo, atapita na kuwa ana hatia, yeye ambaye nguvu zake ni Mungu wake. Sasa angalia mstari wa 5 mpaka mstari wa 11 ni majibu ya mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Habakuki anaeleza kwamba yeye kuna hiki na hiki naendelea. Sasa Mungu anamwambia ili mimi Mungu niingilie kati, kudhibiti, kuadhibu uovu unaoendelea kwenye taifa langu, kwa sababu Yuda ni taifa teule la Mungu, ni sehemu ya taifa la Israeli lote, ambalo ili taifa ni taifa la agano, ni taifa ambalo lina sheria ya Mungu, ni taifa ambalo bado Yehova ni Mungu wake. Sasa Mungu kuna namna anataka kuadhibu kile ambacho Habakuki amekuwa akikililia, amekuwa akilalamika. Kuna udhalimu, kuna uovu, kuna mashindano, sheria imelegea, hukumu haipatikani, ikipatikana imepotoka. Anasema okay, sasa nakuja na jibu.
Jibu jenyewe, ninaenda ninanunua Wakaldayo ambao profile yake umeisikia, si ndio? Sasa nawaleta Wakaldayo, watakuja wawapige wa Yuda, watakuja kuiadhibu Yuda, watakuja kuwapiga watawala, watakuja kubomoa mifumo ya sheria, mifumo ya kijamii, watakuja kuiteka Yuda, na ninafanya hivyo kama namna ya kuiadhibu Yuda. Bwana Yesu na asifiwe. Anasema nitafanya kitu ambacho hata mkisikia mtaamini. Sasa angalia Habakuki tuone kama anaamini au haamini. Mstari wa 12, Habakuki anajibu kwenye jibu la Mungu. Anasema, e Bwana Mungu wangu, mtakatifu wangu, wewe si wa milele? Hatutakufa. E Bwana, umemwandikia hukumu, nawe e jabali umemweka imara ili aadhibishwe. Nani hapa anazungumzia aadhibishwe? Yuda. Kwa hiyo utatuadhibu lakini hatutakufa. Amina. Utatuadhibu lakini hatutakufa. Wewe uliye na macho safi hata usiweze kuangalia uovu, wewe usiyeweza kutazama ukaidi, mbona unawaangalia watendao kwa hila na kunyamaza kimya hapo mtu mwovu amezapo aliye mwenye haki kuliko yeye? Anachokilalamikia Habakuki ni hiki: taifa la Israel au Yuda, Israeli kusini, ndiyo wamefanya mambo ya udhalimu, wamefanya mambo yasiyo haki, sheria imelegea, hukumu haipatikani, ikipatikana imepotoka. Lakini Wakaldayo wenyewe ni wadhalimu zaidi, ni wadhalimu Pro Max. Unaelewa? Wadhalimu XXL. Sasa Mungu kwenye uelewa wa kuwa fair, mbona uchukue wadhalimu wa Pro Max kuadhibu wadhalimu kidogo? Mimi ningefikiri it would be fair, hata kisheria ungechukua wadhalimu kidogo kuwaadhibu wadhalimu sana, kwa sababu hao ndio wamekosea sana. Sasa mbona Mungu sikuelewi? He's confused. Habakuki amechanganyikiwa, na Mungu alishasema nitafanya kitu, hamtaamini, hamtaamini. Sasa ndio ameanza kutoamini. Anasema mstari wa 14, na kuwafanya wanadamu kuwa kama samaki wa baharini, kama vitu vitambaavyo ambavyo havina mtawala. Sasa dunia imekuwa chaos, Mungu. Kwa sababu kwa kawaida ingekuwa wale watu wenye ambao wamekukosea kiduchu ndio wangewaadhibu wale waliokukosea sana. Lakini inakuwaje unawaondokeshea ambao wamekukosea sana kuja kuwatia adabu ambao wamekukosea kidogo? It doesn't really make sense. Saa ingine hatumwelewi Mungu kwenye nyakati kama hizo. Anasema yeye huwatoa wote kwa ndoana yake, huwakamata katika wavu wake na kuwakusanya katika juya lake. Ndio sababu afurahi na kupendezwa. Kwa sababu hiyo hutolea wavu wake sadaka na ulifukizia uvumba juya lake, kwa sababu kwa vitu vile fungu lake limenona na chakula chake kimekuwa tele. Je, atawatoa walio katika wavu wake, asiache kuwaua watu wa mataifa daima? So unaona Habakuki hapa mwishoni ana rambo, anahangaika na njia ya Mungu ya kushughulika na uovu katikati ya watu wake. Unaona inamsumbua ya kwamba Mungu mwenye haki, inakuwaje unainua taifa lisilo haki kuadhibu taifa lenye haki? Kwa mujibu wangu mimi Habakuki, kwa mujibu wangu, sasa tunakuwa tumemaliza sura ya kwanza ya kitabu cha Habakuki kwa mstari wa 17. Sura ya kwanza. Sura ya pili anaendelea. Anasema hivi.
Tuangalie sura ya pili mstari wa kwanza. Anasema, mimi nitasimama katika zamu yangu. Alafu anasema, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Is very straight, kwa sababu anajua anachofanya ni kulalamika na hakuna kosa, japokuwa wengi tumekuwa tukihubiri ya kwamba ni kosa. Anasema anajiita ni kama mlinzi, na wakati huo ni lugha inaeleweka kuwa kuna walinzi kwenye minara. Minara iko juu kabisa kwenye ngome za miji, wanaangalia maadui wanaokuja. So anasema nitasimama hapo nione atakaloniambia na jinsi atakavyonijibu. Kwa atasimama hapo asikie Mungu anavyomjibu. Sasa Mungu anamjibu kwenye mstari wa pili wa sura ya pili. Neno la Mungu linasomeka, Bwana akanijibu akasema, iandike njozi, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ukaiandike kwa namna ambayo inaonekana, au kwa maandishi makubwa. Ndio anasema ukaifanye iwe wazi kwa maandishi makubwa katika vibao. Alafu anasema ili aisomae apate kuisoma kama maji. Alafu Mungu mwenyewe anasema, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Sasa kwa muktadha huu, njozi anaizungumzia hapa sio utaenda wapi na maisha, japokuwa by application tunaweza kwenda huko. Lakini njozi inayokuja kuzungumziwa hapa, na baadaye anakuja kuifafanua tu mistari inayofuata, ni kwamba Mungu ataondosha kile ambacho Habakuki anakilalamikia kwenye taifa la Yuda. Atakiondoa. Ataondoa udhalimu, ataondoa sheria kulegea, ataondoa kukosekana kwa haki, ataondoa. Jinsi atakavyoondoa, atatumia watu waovu kuwagandamiza watu wenye haki. Halafu hatimaye atawaadhibu wa Babeli, atawaadhibu wa Kaldayo. Akisha waadhibu wa Kaldayo, Wayuda watatoka wakiwa wamenyooka. Alafu sasa wakirudi watakuja kuishi vizuri. Labda fast forward, kwa sababu hiki tunachokizungumza utakiona kwenye kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 9, anasema kwa kusoma vitabu nalijua hesabu ya miaka 70, sawa? Ambayo miaka 70 unaiona kwenye Yeremia 29 na Yeremia 31. Anasema mtachukuliwa na mtapelekwa katika nchi ya ugeni na mtakuwa watumwa huko na mtakaa kwa miaka 70. So baada ya kutoka kwa miaka 70, unaona wanaanza kurudi kwenye nchi yao, na wanarudi kwenye awamu tatu. Awamu ya kwanza wanarudi wakiwa chini ya mtu anaitwa Zerubabel. Na wanaporudi wakiwa chini ya Zerubabel, jambo lao la kwanza wanakuja kufanya, wanakuja kujenga sehemu ya ibada. Wanarudi wakiwa na Zerubabel. Na unaiona wapi? Unaona kwenye Malaki. Ndio wanarudi. Alafu awamu ya pili wanarudi wakiwa na Ezra. Sawa, wanarudi wakiwa na Ezra. Na wanaporudi na Ezra, wanakuja na kuanza kuestablish sheria. Namna sheria, utawala na vitu vya namna hiyo. Halafu awamu ya tatu wanaporudi, wanarudi na kiongozi anaitwa Nehemia. Na wanaporudi wanakuja kujenga kuta. Kwa hiyo wamejenga madhabahu, wakaweka sheria ya Bwana, wakajizungushia ukuta. Kile ambacho alikuwa anakilalamikia Habakuki, unaona kimerudi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kimerudi, lakini kimerudi kwa mzunguko mrefu sana. Mungu angeweza tu tawaleni vizuri, lakini unaona imemgharimu miaka 70 kuzungusha hii game hivi, mpaka anakuja kuwarudisha wakae vizuri katika ibada, katika utawala wa sheria, na baadaye wanazungushia ngome na wanakaa salama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ndio njozi ya kwamba namna hiyo ndio Mungu ataadhibu, namna hiyo Mungu ataondoa hiyo hali ya udhalimu na hali ya sheria kukosekana. Mstari wa 4 ni moja ya mstari muhimu sana, sura ya pili. Tazama, roho yake hujivuna,
haina unyofu ndani yake. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Andiko muhimu sana. Ni muhimu kiasi kwamba Mtume Paulo amelirudia mara 3 kwenye Agano Jipya. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Sehemu zingine Paulo anasema mwenye haki wangu. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Sasa anachokizungumza hapa ni kwamba Mungu atayafanya hayo mambo, yani amna namna utamsihi asiyafanye. Kwamba Mungu atawainua Wakaldayo waje wagonge wa Yuda, hakuna maombi yataondoa hiyo kitu. Hakuna toba itaondoa hiyo kitu. Yani Mungu atawagonga. Imani ambayo mwenye haki anapaswa kuishi nayo ni kwamba hatimaye Mungu ataokoa. Imani ambayo mwenye haki anapaswa kuishi nayo ni kwamba ninaweza nisielewe namna Mungu anavyotenda mambo haya. Ninaweza nisiuelewe utendaji wa Mungu, lakini ninaamini nia ya Mungu nyuma ya utendaji wake. Tunasikizana vizuri? Ninaweza nisielewe njia zake, lakini ninaamini nia yake, ya kwamba katika kutupiga hivi ana nia njema. Katika kutupiga hivi ndio anarudisha utawala wa sheria. Katika kutupiga hivi ndio anarudisha haki. Katika kutupiga hivi ndio hukumu itapatikana. Ninaweza nisikubaliane na hiyo methodology. Na by application, kama kanisa, kama waamini, kuna njia za Mungu saa nyingine zinachanganya. Kuna njia za Mungu saa nyingine hata ukiambiwa unaweza usikubaliane, kama anavyosema ya kwamba nitatenda jambo ambalo hamtaamini hata mkiambiwa. Kwamba huyu ni Mungu yuko nyuma ya haya. Kwa nini Mungu yuko nyuma ya machafuko? Ni Mungu wa namna gani ambaye anainua Wakaldayo waje waue, waje wateke? Ni Mungu wa namna gani? Ni Mungu wa namna gani huyu? Lakini ukweli ni kwamba ni yeye ndiye anayewaondokesha. Napenda kutumia mfano huu. Kwa mfano, kuna mambo yanaendelea yasiyofaa na tumekuwa tukiomba, Bwana ingilia kati, Bwana tenda, halafu Bwana anajibu. Anasema nitainua kundi fulani la kigaidi. Anasema nitainua Al-Qaeda. Au sijui kundi gani jingine, Al-Shabaab nitainua. Haieleweki, Mungu unainuaje? Sisi ndio tulipaswa tuwahukumu hawa. Unainuaje hawa? Eti unatuambia una nia njema hapa. Ndio maana mwenye haki anapaswa kuishi kwa imani, sio kwa anayoyaona. Kwa sababu anayoyaona ni Wakaldayo wanateketeza, wanaonea. Hapaswi kuishi kwa hayo. Anapaswa kuishi akijua katikati ya haya Mungu yuko wapi? Mungu anataka kufanya nini? Moyo wa Mungu ni nini katikati ya maumivu na dhuluma na migandamizo na mauaji na hatari na hasara na uharibifu namna hii? Mungu yuko wapi na anawaza nini? Na vile vile usisahau ya kwamba hakuna maombi yangeondoa ya kwamba ndiyo njia ambayo Mungu amechagua kupitia ili alete haki. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Mstari wa 5, alafu baadaye tutaomba na tutapatana tena siku nyingine wakati nikifundisha mistari inayofuatia. Naam, pamoja na hayo, divai ni mchumi mdanganyifu. Mtu wa kiburi asiyekaa nyumbani mwake huongeza tamaa yake kama kuzimu, naye kuwa kama mauti. Hawezi kushibishwa, bali hujikusanyia mataifa yote, hujiwekea kabila zote chungu chungu. Hao watu watakuwa propelled. Hao watu Wakaldayo, yani iandike njozi ya kwamba watakuwa na njaa. Yani ni kama wamekunywa pombe. They are wild. Usifikiri wakiwapiga nyie basi wametosheka. Yani hivi watakuja wawapige nyie, wapige na taifa, ujikusanyia mataifa chungu chungu. Multitudes, wanajikusanyia mataifa kwenye makundi. Anasema watu ni kama wana njaa. Sawa? Hawawezi kushibishwa, ni kama mauti.
yaani ile ya kwamba wamewaua, wamewapiga, hawatosheki. Habakuki anashangaa hiki nini kinaendelea. Mungu anamwambia andika, hiyo ni njozi, iandike, ifanye iwe wazi. Bwana Yesu na atukuzwe sana. So kitu ambacho nataka kukileta kwetu, nataka uone hii ni theolojia ya nyakati ngumu na za changamoto. Ni vizuri katikati ya vurugumechi nyingi dunia inapopita, ni vizuri kutaka kuelewa Mungu yuko wapi hapa. Inawezekana kile unachokikemea ambao hawatosheki damu, watakunywa damu, wataharibu, hawatashiba kama mauti ilivyo. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Anasema hujivuna, roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake. Au ni Wakaldayo. Lakini upande wa pili, wenye haki wataishi kwa imani. So unapotafakari katikati ya nyakati ngumu na za changamoto, kumbuka mwenye haki ataishi kwa imani. Yani hatimaye Mungu atatuokoa, hatimaye Mungu ataingia. Katikati ya maswali, katikati ya changamoto na nyakati ngumu ambazo wengi wanahoji Mungu yuko wapi sasa, nyakati kama hizo wengi wanalia, nilie mpaka lini na wewe hutaki kuokoa? Kwa nini unanionyesha uovu? Kwa nini nikifungua TV naona uovu? Kwa nini nikisoma gazeti naona uovu? Kwa nini nikienda kwenye mitandao ya kijamii ninaona uovu? Mbona hutaki kuokoa? Sheria imelegea, vyombo vya sheria havitendi haki tena, na hata haki au hukumu ikipatikana imepotoka. Watu wabaya wanawazunguka wenye haki na wanajivuna. Sawasawa na sura ya 2 mstari wa 4, roho yake hujivuna. Baba, utusaidie kujua ya kwamba wewe uko nyuma ya yote haya, hata kama akili zetu hazielewi. Ndio maana ukusema mwenye haki ataishi kwa akili, ataishi kwa imani, ya kwamba hatimaye utaleta wokovu, hatimaye utaleta majawabu, hatimaye utaleta hofu yako. Asante kwa sehemu ya kwanza. Tusaidie tena siku nyingine tunapokusanyika kwa ajili ya sehemu ya pili, kuelewa yaliyo mapenzi yako, theolojia katika nyakati ngumu na za changamoto. Saidie mioyo ya watu wako walioko mahali hapa, watakao nitazama siku za usoni, kukuelewa kwa upana wako. Sifa na heshima ni za kwako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. So Mungu akubarikie. Nitakuona